Sihitaji udanganyifu wowote kwenye hili jambo. Niko serious. Na hii huenda ikagharimu uhai wako. Akabati mama kabasi. Karibu. Dili tunakupejiwa abasimbi. Sema shida yako mteja. Mimi ndiye mganga kutoka Kigoma, kiboko ya wachawi, na sio tu kiboko ya wachawi. Hapa wafu wanafufuliwa, viwete wanatembea. Kifupi, hakuna chochote nisichoweza kukifanya. Mganga, tafadhali naomba msaada wako. Mtoto wangu anaumwa sana na nimetembea kwa wataalamu wengi mno. Bila shaka wewe utakuwa wa 11. Lakini hao wote wameishia kunidanganya tu na kunilia pesa zangu za bure. Hivyo mganga, nahitaji uaminifu katika hili. Nimeshajua tatizo tayari. Mwanao alitegwa dawa akiwa anatoka shuleni, na aliyemtega lengo lake hakutaka mwanao asome, maana mwanao darasani ana akili nyingi sana. Subiri kwanza mtaalamu. Kama nilivyokuambia hapo awali, sihitaji udanganyifu wowote kwenye hili jambo. Niko serious. Na hii huenda ikagharimu uhai wako. Unasema mtoto wangu anasoma wakati sio mwanafunzi. Mtaalamu kweli? Halo. Niko kwa mtaalamu kaka. Tayari umeshaga jeshini, umeanza kuja? Kwamba sikia kaka. Huyu mtaalamu amesema hata wafu anaweza kufufua. Yaani anaweza kila kitu. Labda sisi tu ndo tushindwe bei. Umesema utampa pesa yoyote atakayo? Aha. Sawa kaka. Ninakutumia location muda huu. Wahi, tunakusubiria. Mathayo 10:10 inasema kwamba alaniwae amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Sasa wewe unanitegemea mimi, wategemea nini? Si utalaaniwa? Bora tu ungeondoka, maana maandiko yanasema. Aha, kwa sasa unajikuta mchungaji, si ndio? Naona unijui wewe. Ngoja nikuonyeshe.